Wakati yule mfalme anafanya alichofanya, unaona mbinguni wakamtumia ujumbe mfupi wa maandishi uliomfikia kwenye ukuta wake, tena uliomulikwa na taa vizuri. Kwa hiyo kama ulifikiri simu yako ya kitochi ndo ya kwanza kutuma meseji na kupa taarifa, huo ni mfumo wa ulimwengu wa roho na sio wa jana wala wajuzi. Teknolojia hiyo ni ya zamani sana. Mfalme alishangaa kuona kidole kinatokea ukutani, kinaandika. Ile ilikuwa ni message inatumwa kutoka kwa Mungu kuja kwa mfalme, yenye maneno mene mene tekeli na pelesi. Sasa nisikilize, aliyekuwa anatoa ujumbe asili yake ni roho. Mungu ni roho. Aliyekuwa anapokea ujumbe ana mwili kama ulionao wewe. Kilichosimama katikati ya kuunganisha roho, Mungu ambaye ni roho, na huyu mwanadamu ambaye yuko kwenye ulimwengu wa mwili, yalikuwa ni maandishi. Yale maandiko yalikuwa ni ya kiroho yaliyotokea mwilini. Kwa hiyo sio kila andiko unalokutana nalo popote unapokutana nalo linatoka mwilini. Kuna ujumbe unaweza kutumwa popote unapoupata, lakini si wa kimwili. Kidole kimeandika mene mene tekeli na pelesi, si ujumbe wa huku duniani. Hata lugha yake wachawi walishindwa kusoma. Ni jambo la kiroho lenye nguvu kubwa na matokeo makubwa, kiasi ambacho saa ile ile tafsiri ya maandiko ilipotoka, mfalme alifukuzwa. Kazi ya mfalme iliishia kwenye maandiko yaliyotokea ukutani. Huu ni moja kati ya mfumo ambao unatumika kutoa taarifa. Imagine ni ujumbe unatokea kwenye gazeti na kumbe si maandiko ya wanadamu. Unapata ujumbe kwenye gazeti na unaona imani yako inashuka ndani. Ni jambo la kiroho. Maandiko ni jambo ambayo ni kitu kinaonekana kwa macho, lakini kinaweza kuwa cha kiroho. Sio kila andiko linaandikwa tu kwa sababu ni mambo ya kawaida tu. Kwa hiyo kama ni shetani amekuletea andiko la namna hii na anakuambia amepima na kugawanya ufalme wako, uwe na uhakika unaharibikiwa. Sasa kama huna utaratibu mzuri, unasikia tu kutoka popote, unasoma tu kutoka kitu chochote kile ambacho kinakuja mbele yako, usipokuwa na mtindo mzuri wa kuangalia jinsi unavyosikia, uwe na uhakika kuna mambo mengine ambayo hayakutakiwa yakufikie, yatakufikia. Yale maandiko mene mene tekeli na pelesi yalibeba hukumu ya mfalme kwa kitu alichofanya. Sio wote wanaokutumia meseji kwa namba zisizoeleweka wamekosea namba. Wanaweza vuruga mambo yako ya kiroho na we usijue. Kuna shida zingine umekutana nazo, utaombewa na kuombewa, na kesho tena unaenda kusoma andiko lile lile. Naposema andiko si tu Biblia. Si tu Biblia. Na hata likiwa la Biblia linaweza likatoka kwa shetani. Shetani ndo alikuwa wa kwanza kumwambia Yesu imeandikwa atakuagizia malaika. Kwa hiyo shida sio andiko. Kumbuka msisitizo wa somo ni nani amekwambia. Maandiko unayotumia muda wako mwingi kusoma yanatoka wapi? Yanaweza yakabeba hukumu. Ukasoma jambo kwenye my lord, ukasoma jambo Facebook likaiba imani yako na usijue. Utaona baada ya muda shida inaanza kukusumbua na kukusumbua. Ninaposema maandiko, usisahau kwamba nazungumzia hata hiyo message inaingia kwenye simu yako. Ni maandiko. Yanaweza yakasumbua moyo wako, na ni mtu tu kwa hila yake ameandika mahali alipo, anajua ama hajui, lakini yanabeba mambo ya kiroho pia. Swala la kuwa makini na unachosoma. Sio kila unachosoma ni cha kimwili. Sio kila posti inayokuja kwako ni ya kusoma tu unavyotaka. Jifunze kumtumia Roho Mtakatifu kama mpasha habari wako. Atakusaidia kukupishanisha
na mambo ambayo na maandiko ambayo hayajabeba vitu vizuri kwa ajili yako, na kama yakikufikia atakupa hekima pia ya kushindana nayo. Kwa hiyo mitandao ya kijamii na posti zile unazosoma na zile memes mnaita na zile status wanaweka zinaweza zikakuibia imani yako na usijue ilipotelea wapi. Unaweza ukapoteza moyo wa maombi na we mwenyewe hujui ulidondosha wapi. Kwa sababu si kila andiko unalokutana nalo unapokutana nalo limewekwa na mtu. Kile kitanga kilichotokea cha mkono, kile kitanga kilichotokea cha mkono hakikuwa cha kimwili, kilikuwa cha kiroho. Sasa cheki kwenye ile Kutoka 31 mstari wa 18, unaona Mungu akimkabidhi Musa zile mbao 2 za mawe zilizoandikwa sheria, zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Kumbe Mungu anaandika. Aliandika wapi? Kwenye mbao za mawe. Musa ameshika mikononi mwake kitu kinachoonekana, lakini ni chanda cha Mungu. Kidole cha Mungu kimeandika amri. Ni kidole cha Mungu kimeandika amri. Kidole cha Mungu kimeandika amri. Anayesoma anaona maandishi kabisa, anaona maandiko kabisa. Kumbe ni mfumo wa taarifa anaotumia Roho Mtakatifu kuwafikia wale watu. Maandiko tena yameandikwa na Mungu, sio Musa aliandika. Kwa hiyo halikuwa jambo la kimwili, lilikuwa ni jambo la kiroho. Ninachotaka ujue na uwe na uhakika nacho, sio kila maandiko ni ya kimwili, mengine ni ya kiroho. Afadhali huyu alikuwa ni Mungu wa Israeli, Mungu aliye hai, Mungu wa kweli. Kumbe hata miungu huwa inaandika. My Lord, my God. Hata miungu huwa inaandika. Kuna watu ambao ni wawakilishi ama wanaitwa mawakala wa giza duniani, na wenyewe pia huwa wanaandika, kwa sababu miungu huwa inaandika. Alianza ni Mungu wa kwetu.